Sitaki utekaji na watu kupotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Sasa yeyote anayenipinga mimi, ninyi mtajua maana yake. Tusigwajima na hizi chama chetu, magwajima tuyaache nje. Gwajima, umetimiza wajibu wa mtu wa Mungu. Sitaki utekaji. Gwajima, umetimiza wajibu wa mhubiri wa kweli. Uwe hodari na moyo wa ushujaa mwingi. Mungu yuko upande wako. Usirudi. Uwe hodari na moyo wa ushujaa mwingi. Usitetereke. Mungu yuko pamoja nawe. Biblia imeagiza katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 1 ule mstari wa 17 ya kwamba jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Katika Mithali ya 31 mstari wa 8 inasema, fumbua kinywa chako kwa ajili yake aliyegugu, uwatetee watu wote walioachwa peke yao. Katika kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 6 mstari wa 36 Yesu anasema, basi iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Askofu Gwajima, sitaki utekaji. Moyo wako umeingiwa na huruma juu ya ndugu na wazazi wanaolia kuhusu watoto na ndugu zao waliotekwa na kupotezwa. Hakika Mungu yupo pamoja nawe. Songa mbele, uwe na moyo wa ushujaa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa mwingi. Mungu yuko upande wako. Uwe hodari na moyo wa ushujaa mwingi. Mungu yuko pamoja nawe. Mungu alipona maonezi katika taifa, alituma manabii wake wakamwambia mfalme aache maonezi. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura 21 mstari wa 17 neno la Bwana likamjia Elia Mtishibi kusema, ondoka ushuke ukutane na Ahabu mfalme wa Israeli akaaye katika Samaria. Yuko katika shamba la mizabibu la Naboth, ndiko alikoshukia ili alitamalaki. Ukamwambie ukisema, Bwana asema hivi, je, umeua ukatamalaki? Nawe utamwambia kusema, Bwana asema hivi, mahali pale mbwa walipoiramba damu ya Naboth, mbwa watairamba na damu yako, na damu yako. Ndivyo Mungu alivyomtuma nabii wake aseme, kama ilivyokuwa nyakati za Ahabu na Yezebeli mkewe, kwa sababu ya kutaka shamba la Naboth walilazimika kumwaga damu yake. Ndivyo leo hii tunaweza kuwa na Ahabu na Yezebeli ndani ya nchi yetu,
kwa sababu ya kutaka vitu fulani wanalazimika kumwaga damu za watu. Kitabu cha Danieli 4 mstari wa 27, Danieli anamwambia mfalme Nebukadreza, kwa sababu hiyo mfalme, shauri langu lipate kibali kwako, ukaache dhambi zako kwa kutenda haki, ukaache maovu yako kwa kuwahurumia maskini, huenda ukapata kuzidishiwa siku zako za kukaa raha. Leo hii Askofu Gwajima, umeinua sauti yako kupinga maovu na kuwatetea watu wanyonge. Wengi wa maaskofu kama wewe wamekosa ujasiri kama huo. Mimi nasema uwe hodari, shujaa. Maombi yetu yako pamoja nawe. Hodari na moyo wa ushujaa mwingi, Mungu yuko upande wako. Uwe hodari na moyo wa ushujaa mwingi, Mungu yuko pamoja nawe. Najua kile kinachoitwa usajili wa kanisa ni utaratibu waliotuletea wazungu ili wawe na uwezo wa kulikontrol kanisa lisihubiri mahubiri ya utu na ubinadamu wala yale ambayo Mungu alitaka, bali lihubiri yale ambayo yatakuwa ni kwa faida yao. Na ndiyo maana ukijiuliza maswali ya kawaida, dini gani ambayo inabariki utekaji ama inabariki mauaji? Vitabu vyote vya dini vinakataza utekaji na mauaji, lakini sheria ya usajili itakwambia kuhubiri hayo ni kuigombanisha serikali. Naweza kujiuliza, kwani hiyo sheria ya usajili wa makanisa inafaidika nini kutoka kwenye utekaji na mauaji? Swali la pili, je, tuhubiri sheria za nchi ama tuhubiri Biblia na neno la Mungu lililotokoa kwa nguvu nyingi? Kwa kuwa mara nyingi wanaokuwa kwenye mamlaka hizi wanakuwa ni waovu. Ukihubiri neno la Mungu la kweli, lazima utafarakana nao. Hivyo ili ufate sheria zao, utalazimika uwe mnafiki na mwoga. Hata ukihubiri Biblia, pindisha maneno ili uwe salama. Ukinyooka tu, hiyo imekula kwako. Wanasema tulikupa kibali ili uabudu, wewe unachanganya dini na siasa. Unajiuliza, nipate ya kwao ama nipate ya Mungu? Bwana Mungu alikuwa anawaagiza watu waongee vitu kama hivi kwenye mataifa yao. Simama kiume, Askofu Gwajima. Mungu na maombi yetu yako pamoja nawe. Uwe hodari, usirudi nyuma. Uwe hodari. Wanaokuchukia ni wale wenye manufaa na utekaji na mauaji. Mungu, lakini sisi wanyonge, bila kujalisha dini na itikadi zetu, tunakuombea kwa Mungu azidi kukufanya imara. Usidi kupaza sauti itakayotikisa mizizi ya wote wanaohusika kwenye uovu ndani ya nchi hii. Kama ulivyowahi kusema Mungu amekupa nchi hii uwe mlinzi, basi na kufanya imara zaidi katika kuilinda nchi hii, ili namna yote ya maonezi, dhuluma, utekaji isiwe na nguvu, bali haki ikasimame daima. Uwe hodari.
hodari na moyo wa ushujaa, na moyo wa ushujaa. Mungu uko upande wako, uwe hodari, hodari, uwe hodari na moyo wa ushujaa, na moyo wa ushujaa. Mungu yuko pamoja nawe.